Kamilika, hakuna mwanamke aliyekamilika. Lakini kitu kimoja ambacho kinatufanya tudumu kwenye ndoa ni kujifunza kuchukuliana na kujifunza kubadilika. Kuna mambo mengi ambayo ukiingia kwenye ndoa lazima ubadilike, ili na lile uliache, ili ndoa yako ikae vizuri. Usibaki na msimamo kama mimi nimezoea kwetu ndio tulikuwa tunafanya hivi. Kama ungetaka kukaa kwenu, ungeendelea kukaa kwenu. Lakini sasa kwa sababu umetoka kwenu, inabidi uangalie mume wako anapenda nini. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Na kitu kingine, mwanaume hajawahi kuwa hajawahi kuwa mume wa mtu. Anajifunza. Wazungu wanasema practice makes perfect. Yaani kadiri jambo unapolishia muda mrefu unapata na uzoefu. Lakini yule mwanaume hana uzoefu na wewe hauna uzoefu. Lakini kwa neema kwamba mabinti mnapata neema sana ya kuweza kuelekezwa. Kwa hiyo unapokwenda kamsome mume wako, mahali ambapo unaona vitu haviko vizuri, muombe, mpe nafasi ya yeye pia kujifunza kuwa mume wa mtu. Usianze kumlaumu kama mume wangu naona hayuko kama baba alivyokuwa anafanya. Mume wangu hayuko kama nani? Mwenzangu ameolewa mume wake anafanya hivi. Hapana, usimlinganishe. Kila mtu yuko peke yake. Ndio maana hata ukituangalia wote hapa hakuna sura inayofanana na ya mtu. Hata ukiwakuta watoto wangu ambao nimekuja nao pale, huwezi kukuta mtu ambaye sura yake inafanana na ya kwangu. Utasema inafanana, lakini haiwezi kufanana na ya kwangu. Unaona eh? Kwa hiyo kamwe usimlinganishe mume wako na mtu mwingine. Watu wengi sana wanaharibu ndoa zao. Mume wangu, kina fulani wamenunua gari jipya. Ndio wamenunua, wamepata hela wamenunua, na sisi tukipata hela tutanunua. Lakini pia na sisi tunanunua gari tutakalolipenda, sio lile walilolipenda wao. Amen. Wakati ambao ni wa baraka, muombe Mungu akupe hekima jinsi ya kumshauri ili hizo baraka zitumike vizuri. Zisitumike kwa utapanyaji. Kwa kawaida sisi wanawake sio watapanyaji. Nyumba ambayo ina mwanamke ambaye sio mtapanyaji, ni lazima hawa watu watakuwa na mafanikio. Lakini mwanamke ukiwa mtapanyaji, kila hela inayopatikana, duka liko wapi? Kana kwamba hela inasema nitoe, nimechoka, nitoe. Usiwe hivyo. Bwana akiachilia milango ya fedha, hakikisha unatulia nayo. Unamwomba Mungu. Hata kama unamshauri mume wako, unamshauri katika lile ambalo una uhakika umelipata kutoka kwenye magoti, nalo litapata kibali. Nalo likifanyika hilo, hata mume wako atakuheshimu. Amen. Jambo lingine, kuolewa sio kama umefika. Jikague kwenye tabia zako zote. Angalia, hata wewe mwenyewe unajijua. Kama kuna vitabia fulani ambavyo unajua kama sio vizuri, amua kuviacha, kwa sababu umeshapata kitu cha thamani. Ndoa ni ndoto ambayo mtu anakuwa nayo toka utoto. Hata huyu hapo utamkuta anapika, anasema huyu ndio mume, huyu ndio mke. Anajua hicho kitu kipo. Lakini imefika mahali ambapo Mungu amekupa. Kwa hiyo jambo la msingi, kaa chini, angalia. Kama kuna vitabia fulani ambavyo sio vizuri, muombe Mungu akubadilishe ili uwe na tabia yako nzuri. Kwa mfano, uchoyo na ubinafsi. Wewe mwenyewe unaweza kujijua kama mimi ni mgumu kuwapa watu hela yangu bwana. Mimi ni mgumu kuwapa watu chakula changu. Wengine wanakiri kabisa. Unaona? Lakini nyumba yoyote yenye baraka lazima iwe na ukarimu. Na nyumba ambayo ina ukarimu, utaona watu wanapata wepesi wa kuweza kufika kula na kunywa katika ile nyumba. Lakini nyumba ambayo ina uchoyo, nakwambia uchoyo unaishia kwenye umaskini. Kama kuna kitu kimoja ambacho mimi nilipigwa vita katika maisha yangu wakati naolewa, na hata wakati nimeingia kwenye utumishi, watu wakasema kwamba yaani kila mtu anaikuja nyumbani lazima ale kitu. Sasa maisha yenyewe yatakuweje? Lakini mimi sijamuona Mungu akinipungukia. Kwa kadri ambavyo ninavyotoa na kusaidia watu, ndivyo ambavyo Mungu ananibarikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija nyumbani kwangu, hata kama utanitembelea leo, hutatoka na njaa. Kwa sababu nyumbani kwangu sipikagi chakula kile cha tuko ngapi? Tuko 6. Basi bandika nusu na robo mchele. Sifanyagi hivyo. Ni lazima kuwe na chakula cha ziada. Kwa sababu mtu yeyote anapokuja lazima afike mahali ale. Wazungu wana kanuni zao, lakini wanaweka
kwenye friji vinavyobaki. Mungu ametusaidia, naona pana friji pale. Kwani kuna dhambi gani kama umepika kingi kikabaki ukaweka kwenye friji? Kuliko watu wanakula wanajilamba lamba tu, hata kalikobakia tu mafanya kwa sababu hajashiba. Na kunywa maji mengi. Kwa nini iwe hivyo? Ukarimu ni baraka kubwa sana. Na kama nilivyosema mama, kusamehe ni jambo la muhimu sana. Mimi nimeandika kitabu cha uponyaji wa moyo ulioumizwa. Kile kitabu nimekitafsiri kwa Kiingereza, kwa Kifaransa, kwa Kireno. Kiko kwenye lugha 4: Kiswahili, Kifaransa, Kiingereza na Kireno. Kwa sababu ni kitabu ambacho kimekuwa kigusa watu wengi sana. Mtu ambaye unakaa na uchungu moyoni, unakaa na masononeko, magonjwa yako mlangoni. Ukitaka kuishi maisha marefu yenye afya, hakikisha kwamba maisha yako yote unakuwa mwepesi wa kusamehe. Kuna wakati ambapo mwenzako ulitegemea atafanya kitu fulani, akafanya kitu cha tofauti. Haina maana kwamba yeye ni mtu mbaya sana. Chukulia tu kwamba naye akili yake imefikiria hicho ndio chema. Mchukulie hivyo hivyo. Amen. Jambo lingine, mheshimu mume wako. Ni lazima uwe na mipaka katika kuhusiana naye. Unajua watu tunaingia kwenye ndoa, tena watu wengine tunaoana nao wamesoma kama sisi. Tena inawezekana wengine hata miaka tuko sawa nao. Lakini kwa kuwa Mungu amemheshimu mwanaume kuwa kichwa cha nyumba, ni lazima mwanaume umpe nafasi yake ya kumheshimu kama kichwa cha nyumba. Hata kama umeolewa naye umempita umri, ni lazima umpe nafasi yake na heshima yake kama mwanaume, kama kichwa cha nyumba. Amen. Mheshimu, usimuonyeshe dharau. Na ni kitu kibaya sana mbele za Mungu na mbele za mume wako wakati unaposhindwa kumheshimu. Na kitu kingine, kuna wakati mnaweza mkawa kwenye vikao vya familia, vya ndugu, au vikao ambavyo ni vya kanisa, namna yoyote ile, au vikundi au nini, yani ile gathering, uko na mume wako na unajua kabisa kwamba mume wako hapa amekosea. Na kuambia usiungane na watu wanaomsuta mume wako hata siku moja, hata kama amekosea. Umenielewa? Usiungane naye hata siku moja, hata kama unajua kabisa kwamba